Bwana ni mwema, watu wa Mungu. Naamini Bwana ni mwema sana kila wakati. Na ndio maana na mimi nakukaribisha tena katika siku nyingine hii tuweze kujifunza neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Mungu awe pamoja na wewe na Mungu azidi kukutendea katika kila jambo ambalo unalohitaji aweze kukutendea. Karibu sana katika sura hii ya 27. Karibu ungane na mimi katika mwendelezo huu wa kusoma Biblia kwa njia ya mpango wa taratibu kidogo kidogo mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumeimaliza. Kabla ya kusoma sura hii ya 27, tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litukuzwe sana. Asante kwa wakati huu tena. Asante kwa namna ya pekee sana kwa jinsi unavyozidi kuonyesha neema zako. Asante sana kwa sababu unazidi kwa pamoja nasi Mungu. Kuwa nasi, tenda muujiza. Masomo haya ambayo yanaonekana ni ya kawaida, lakini tenda muujiza kwa mtu. Masomo haya mtu ambaye anayasikia na kuomba uweze kumbadilisha kwa namna ya pekee sana. Japokuwa yanaonekana ni haya ya kila siku, lakini kwa namna ya kipekee sana mtume Roho Mtakatifu aweze kutubadilisha, kumgusa kila mmoja wetu kwa namna ya kipekee ili aweze kusema nimeshiba neno la Bwana. Asante Mungu kwa sababu utakuwa pamoja nasi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Mwanzo sura ya 27 ina mistari 45, mistari 46, mistari 46. Ni sura ndefu kidogo, lakini sio ndefu sana, lakini tutaenda nayo kwa utulivu mkubwa sana. Na nahakikisha kwamba kwa staili ambayo nitakavyokuwa nasoma kwa utulivu, msikilizaji utakuwa umeelewa vizuri, hatutaruka kitu na utaelewa vizuri, sitakuchanganya. Basi Mungu akusaidie sana. Karibu sana katika sura hii ya 27. Tunaanza na mstari wa kwanza. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamwitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo. Ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana Mungu kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu mwanangu. Usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wana mbuzi. Akaenda akawatwaa akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyopenda babaye. Kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe, yani yule mwanawe mdogo. Na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake. Naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliyoufanya. Akaja kwa baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Una ni wewe mwanangu?
Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza, nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali ukae kitako ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala hakumtambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake, yenye malaika. Basi akambariki. Akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie, uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndiyo kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika mawindo kwake. Naye pia amefanya chakula kitamu, akamletea babaye, akamwambia baba yake, baba na aondoke ale mawindo ya mwanawe, ili roho yako inibariki. Isaka baba yake akamuuliza, una ni wewe? Akasema, mimi ni mwanawe Esau mzaliwa wako wa kwanza. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana. Akasema, ni nani basi yule aliyetwaa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe, nikambariki. Naam, naye atabarikiwa. Esau aliposikia maneno ya babaye akalia kilio kikubwa cha uchungu sana, akamwambia babaye, nibariki na mimi nami baba yangu. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila akauchukua mbaraka wako. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, hukuniwekea na mimi mbaraka? Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza, nami nikufanyie nini sasa mwanangu? Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami baba yangu. Esau akapasa sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo la yako. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomua ndugu yangu Yakobo. Rebeka akaarifiwa maneno ya Esau mwanawe mkubwa. Akapeleka mtu kumwita Yakobo mwanawe mdogo, akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana anakusudia kukuua. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbilie kwa Labani ndugu yangu huko Harani. Ukae kwake siku chache, hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke. Hata ikuondokee ghadhabu ya ndugu yako, akasahau uliyomtenda. Ndipo nitakapopeleka watu kukuchukua kutoka huko.
kwa nini nifiwe nanyi nyote wawili siku moja? Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za Hethi. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za Hethi, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia nini? Msikilizaji, hapo ndio sehemu ambapo sura ya 27 inapoishia. Mungu akubariki sana tutakapokuwa tunaendelea pamoja na wewe katika sura ya 28. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.